Moving on, Kakamega Governor Fernandez Barasa has criticized Senator Boni Halwale over his proposed bill seeking reforms in the boda sector. The bill aims to impose weight limits on luggage carried by riders, among other regulations. Speaking in Kakamega, Governor Barasa termed the changes punitive, arguing they would negatively affect the operators' livelihoods. He has instead vowed to petition the Senate to block the bill. Sitakuwaje wewe kama senator unaleta mswada wa kugandamiza vijana wetu wa bodaboda. Anasema vijana wa bodaboda wazibebe watu wawili. Mimi naambia mabodaboda wetu wote, mimi nitakuwa mstari wa mbele kuongoza mgomo against the senator, kwa sababu we must empower our youth. Jambo ambalo nitakana wakitetea ni kupata leseni kwa bodaboda wetu. Nitakana tuongee mambo ya safety ya bodaboda wetu. Sio kuleta sheria unasema wao bodaboda akiendesha hapa pikipiki yake atalipa shilingi 1,100. Hiyo naambia Halwale, I'm going to be on the forefront kupatiana petition kwa Senate kupinga huo mswada ambao utagandamiza wanabodaboda wetu. Now, a section of Luhya leaders under the banner Nairobi Mulembe Summit in Nairobi County have urged their counterparts in government to advocate for the rights of their community and work towards creating more opportunities. This group emphasized that leaders from the Western region are now united and dismissed any notions of division. They reaffirmed their commitment to fostering cohesion and progress. Listen in. We have started this movement, and we are going to get 1 million plus Luhyas kupata wanahitaji hapa Nairobi. So wale ambao katika wale viongozi, the government of county government, we want our services that go with our numbers. Luhya tunakuja pamoja tukisema hivi, wamama wote wa makanisa, viongozi wote wa makanisa, misikiti na mahali popote penye Mluhya hako lazima hahudhurie hii mkutano yetu ya Nairobi Summit Mulembe. Tafadhali tuko united. Tukuje wote pamoja. Watu wasitutumie divide and rule. Sisi tumepayana msali ya Mudavadi huko mbele. But tunaona kama watu wengine wametusukuma kwa kona nyingine sio mzuri, ambao haijatufurahisha sisi kama Waluhya. Tunataka kujua namba zetu ni gapi, tushirikiane at least hiyo mambo ya kuitwa minority and we know we are the majority iishe. Another thing, Gen Zs si ati hatuwezi, tunaweza. Tuko na nguvu na tuko na sauti. Kwa hivyo popote tulipo, Gen Zs wote join our movement, we work as a team. Tunataka pia tudemand katika hizi county zote. Hii moto imeanzia hapa Nairobi, lakini tutademand representation kwa kila county. Na kama si hivyo, sisi hataki mambo ya democracy, because Waluhya ndio namba 2. Tunataka turudi kwa uongozi wetu na bongo mumia kutoka Uganda mpaka kule Naivasha. Moving on, a section of Kisumu residents are calling for continued collaboration between President William Ruto and ODM leader Raila Odinga to foster national unity and development. Speaking in Kisumu, the residents lauded President Ruto for appointing professionals from Luo Nyanza, despite the region not voting for him in the last election. They have urged the government to complete ongoing projects in the region, saying they will create job opportunities for the youth. Ingawa election ya AU imeisha, na hiyo tunaomba kama His Excellency Mr. President, hiyo isifanye zile projects kama sisi wana wa Kisumu County isizame ama isizime. Tunatamani zile projects zote alianzisha kama ile ya Kabonyo Kanyagwal, tuone hizo project kama uchumi, kama ile Kikomi, kama ile port, ili wenzetu wapate kazi. Ameweka vijana yao kwa mtandao, wanadhulumu Ruto, wanaandika maovu kuhusu Ruto. Kwani Ruto si mtoto wa baba wa Mkenya? Kile ambacho umejaribu kutufanyia mbele yetu tukaona, tunashukuru sana, lakini sikwendo mwisho. Shika mzee mkono ili tuweze kusupport na next time. Naomba kabisa watu wa Mount Kenya, shida yenyewe katikati yenu na sisi
kama Wajaluo tuwache ukabila. Mount Kenya muwache mzee afanye kazi na Mr. President. Now, real estate investors have been encouraged to adopt expanded polystyrene panels for construction, citing cost durability and environmental benefits. Stakeholders in the construction industry have noted an increasing shift towards this technology, highlighting its efficiency, insulation properties, and ability to withstand high temperatures caused by climate change. EPS panels, I can recommend. They are cost effective because number one, comparing to the other normal building material, they save up to 30 to 40%. Comparing like when you are using the normal material and then when you are using the EPS material, you are going to save 30 to 40%. Shifting focus, gun owners in Kenya may soon face strict regulations if proposed amendments to the current firearms legislation is passed. Among the new requirements are an annual mandatory psychiatric evaluation and insurance coverage for accidental discharges. Deputy Chief of Staff for Performance Delivery Services in the Executive Office of the President, Eliud Owalo, has emphasized the importance of internal security and national administration sectors in communicating government achievements to citizens. All right, that story will be coming a little bit later on, but let's take a look at yet another developing story where members of the Coast Parliamentary Group are demanding the chairmanship of the National Assembly Budget and Appropriations Committee as parliamentary reshuffles continue to edge out allies of former Deputy President Rigathi Gachagua. Speaking in Diani, Kwale County, the MPs stressed the region's economic significance and expressed concerns over the limited number of principal secretary positions allocated to the coast region. They also urged President William Ruto, who is set to begin a development tour of the region, to prioritize land settlement and resolve historical land injustices affecting squatters. Sisi kama viongozi wa Pwani tumeangalia sana wale walioteuliwa kwa makatibu PS na Kenya nzima tuko kwa Pwani ni 4 tu ambao wako kwa kama makatibu. Tumesema kama vuguvugu kama viongozi wa Pwani wanapofanya mabadiliko hayo, Rais William Ruto na baba, tunasema kwamba Pwani inastahili kwa uchache sana makatibu 6. Tukipewa chini ya 6 basi itakuwa si sawa, itakuwa bado kuna ile hali ya kwamba Pwani inazidi kubakishwa nyuma. So tunasema kwamba Pwani ipewe makatibu 6. Tuache masuala ya ukabila. Ni vyema kwa sababu tuko katika serikali ya broad based. Sisi kama wa Pwani kupewa nafasi ya mwenyekiti wa budget katika bunge la kitaifa. Kwa sababu moja ambayo mimi kama mwanamke imekuwa ikinihuzunisha sana. Uchumi wa Kenya unaimarishwa na fedha nyingi ambazo zinatoka katika bandari yetu ya Pwani. Kwa nini iwe katika kamati zote watu wanazungumzia jamii mbili peke yake? Hili ni jambo ambalo sisi wa Pwani tunaendelea kuunga serikali, lakini inafika wakati tunaona kwamba hatupatiwi usawa. Lakini tunataka rais pia akikuja ajue barabara zote za Pwani vile ametaja huko Northeastern. Moving on, the business community, county governments and homeowners at the Kiambu border have launched a sensitization campaign to tackle illegal dumping, which has severely affected the environment. Kabete Sub-County Environment Officer Wangari Mboro emphasized the importance of civic education, noting that all garbage collectors will now be required to obtain licenses to eliminate unregulated waste disposal. She highlighted the growing menace of uncollected garbage along streets and roadsides, particularly along the Nairobi-Kiambu Highway. At the same time, she encouraged young people to embrace waste recycling as a means of job creation.
Wewe ujue mwaneki huyu takataka pale.